Hao polisi wamegeuka wa Kenya. Polisi kazi yao ni kulinda wananchi, hapana kuumiza wananchi. Iko kikundi haramu hapa Nairobi ya polisi 12 wanaitwa Nairobi Sierra, ndio walitumwa na William Ruto kuja kuua sisi kanisani. Na tumemwambia IG tarehe 16 tunarudi. Kama hao polisi hawajashikwa, tutaagiza maandamano kutoka Kisumu, Kakamega, Busia, Nakuru, Kericho, Nairobi, Nyeri, Machakos, Mombasa, Kitui. Harambee! Tulikuwa tumeenda pale kwa polisi, kwa Inspector General, kumwambia polisi walifanya makosa kutuma askari kanisani kuua mama na watoto. Hao watu unajua pia polisi walikuwa wametumwa na Ruto na Murkomen ati wamuue Rigiji ndani ya kanisa. Sisi tumemwambia IG hao polisi washikwe wote wapelekwe kotini, na tutarudi kwake tarehe 16. Kama hao askari hawajashikwa, tutaitisha maandamano katika Jamhuri ya Kenya. Tumeambia hiyo Inspector General, tumeangaliana macho kwa macho. Hata mimi leo navalia kama wao, wajue hata sisi sio kama kidogo. Tukaambia mkimuguza mmoja wetu vile walidhubutu kumuua Rigiji, Kenya haiwezi kuwa Kenya tena. Wangapi wanasema wakimguza yoyote tutatoka zote? Tumemwambia kwamba aanze uchunguzi ya kesi zote ambazo wametupiga na risasi na tear gas. Lakini muhimu kwa yote, tumemwambia tunataka pia zile kesi ambazo waliua majenzi wetu zichunguzwe mpaka ukamilisho wa hizo kesi. Jambo la pili, tumeambia huyo IG ya kwamba na aende ambie tajiri yake William Ruto kwamba akijaribu kuua Rigathi Gachagua, tutaenda hiyo State House, tutamung'atua kutoka kwa hiyo State House, haende nyumbani. Vile ambavyo unajua wazazi wengi hawajui watoto wataenda kusoma vipi. Sisi na Kibaki tulianzisha free primary education. Ni kweli si kweli? Badala ya Ruto kuendeleza mpango huo, ameharibu. Sijui grade 10 watu hajui waende wapi. Wazazi walikuwa wakiambiwa wewe kwenda beba mtoto wako kwenda naye Alliance High School, Kenya High ukabishe. Maprincipal kusikia hiyo wote wakahama. Hakuna elimu Kenya ambayo inaendelea. Sisi tukichukua serikali mwaka ujao, sema mwaka ujao, tutahakikisha mtoto wa Kenya anatoka kutoka nursery school mpaka chuo kikuu, kwa sababu hao watu wameiba kura nyingi za pesa nyingi zaidi. Waacha kuambia watu utapeleka Singapore. Sisi kwanza njia ya kwenda Singapore na kutema Singapore ni kudanganya wananchi. Njia ile safi. Kenya ni Kenya na sisi Singapore. Sisi tutainuana sisi wenyewe kwa wenyewe. Watoto wa Kenya hawatakuwa wakifukuzwa shule kutoka secondary schools mpaka university. Tutaregesha Higher Education Loans Board. Tumesema hizi manyumba ambazo anaibia wananchi pesa, ile ambayo anaita affordable housing, hizo zote tutarudisha kwa makaunti na wananchi waregeshiwe pesa zao, kwa sababu ni wizi mtupu kabisa huyo. Leo tumeambia Kanja, usipokoma kunyanyasa watu wa upinzani, kupiga Rigiji na wenzetu, wewe utakoma kama IG nani? Kome. Tuko pamoja. Jana tumekuwa IEBC, tumeambia Chairman Ethekon ya kwamba sisi tumeungana kutoka Mulima hadi Baharini. Sisi tumeungana kutoka Western hadi Eastern, na wote tumekubaliana 75% ya Wakenya ya kwamba Ruto ni one. Wewe Ethekon, ukitumiwa kuiba kura, utaona kile ambacho kilifanya kuku asinyoe, kanga asinyoe manyoya. Sawa sawa?
Hiyo ilani tumetoa jana na tumesema the police of Kenya and the goons of William Ruto have become an existential threat to our democracy. Nasi hatutakubali. Leo tuko hapa, tunaenda Mavoko Machakos, tutakuwa Murang'a, Jumapili tutarudi Othaya. Wapende wasipende tutafikia Wakenya. Sawa sawa? Juzi umesema ukiongea na delegates wako wa UDA ati nchi ile inaweza kuendelea ni ile inatawaliwa kwa kiimla. Kwa hivyo tunajua Ruto si mtu ambaye anaweza fuata katiba ya Kenya. Ndio sababu ameharibu kila pembe. Masomo ndio hayo ameharibu. Uchumi ndio huo anaharibu. Vijana ndio hao wanashika na ua, wengine bado mpaka leo hajulikani kwenye wako. Kwa hivyo tumegundua Ruto ni dictator, ndio amesema juzi mwenyewe. Na ndio sababu naona kwa sababu hana heshima kwa mambo ya katiba na sheria, anatuma askari. Siku hizi sio goons, anatuma askari kwa kanisa kwenda kupiga watoto, kina mama na wazee kwa tear gas na risasi. Na ndio sababu tunasema Ruto ni one. Tunataka polisi na Kasongo wakomeshe kutoa majambazi ya kwenda kupiga wanasiasa. Hatutaki polisi wafanye kazi chafu ya kupiga wanasiasa. Hatutaki polisi waingilie uchaguzi wakisaidia Kasongo. Kama Kasongo hatakomesha hiyo tabia, sisi kama wananchi tuko na ushukani, tutatoka nje, tutasimamisha hii nchi. Ujue ya kwamba bila kukomesha utawala wa kimabavu, hata pesa ya kusomesha watoto wetu itawekwa kwa mifuko ya watu. Hata pesa ya matibabu itawekwa kwa mfuko. Chanzo ni utawala wa kisheria na sio wa kimabavu. Na wauliza Kasongo na serikali yake waende wasiende?